Naam, ikiwa tarehe 28 mwezi Februari mwaka wa 2025, karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge, na taarifa za leo tunaanza kutoka kaunti ya Nyamira 046, mahali ambapo mgogoro wa uongozi hasa katika bunge la kaunti ya Nyamira umeshuhudiwa kwa muda sasa. Siku ya leo aliyekuwa spika Enoch Okero na spika wa sasa ambaye ni Thaddeus Nyabaru waliandaa mkutano sambamba katika maeneo tofauti wakizungumzia swala moja. Kumbuka kwamba mgogoro huo umedumu kwa muda, kati ambapo baadhi ya wawakilishi wadi wanaunga mkono aliyekuwa spika Enoch Okero na vile wengine wakimuunga mkono yule ambaye ni spika wa sasa ambaye ni Thaddeus Nyabaru. Siku ya leo tulianza vikao vyetu vya bunge mashinani ambavyo ni halali, vimepitishwa katika bunge letu, na hii program ilianza mwaka wa 2015. Bunge mashinani hairuhusiwi kamwe katika kaunti yetu ya Nyamira, na hakuna sheria ambayo tumepitisha. Na mwenye alikuwa amefulushwa, impeached person cannot act on behalf of the county assembly for whatsoever, and there is no way an impeachment can be reversed. Tumechagua pia kiongozi wa walio wengi ambaye ni Gesisa Nyambega, alafu kiongozi wa walio wachache Martha Marwa, na tumechagua Alfayo Ngereza kuwa majority whip wa Nyamira County, na tukachagua Lydia Mushele kuwa minority whip. Kwangu tu naona wako katika matembezi katika chimbo letu, sababu wengi hawajatembea, hawajachua ward zote za eneo hili letu la Nyamira. Kwa hivyo hatuna assembly mbili, tuko na assembly moja ambaye naye ijulikana. Hata nyinyi watangazaji nafikiria mueneze hiyo injili kwa watu wetu. Bunge ni moja na bunge ni hili. Na tukiachana taarifa hiyo kutoka kaunti ya Nyamira, aliyekuwa jaji mkuu David Maraga amejitokeza na kuwahimiza na vile kuwaambia wale ambao walipoteza wenzao wakati wa maandamano ya Juni mwaka uliokwisha kuhusu kubadilishwa ama katika marekebisho ya serikali vijana wajenzi ambao waliuawa na kuumizwa. Maraga amesema kwamba lazima familia zao zipate haki. Hii ni baada ya vijana hao kujitokeza na kusema kwamba wataishtumu serikali hadi wakati ambapo itakuwa na uongozi bora. Maraga amewahakikishia vijana kwamba wale na familia zile ambazo ziliathirika wakati wa maandamano hayo mwaka uliopita, mwaka 2024, basi lazima watapata haki. Some of them were lost during those Gen Z protests, and I want to believe that everything is being done for justice to be accorded to those who were victims. We are in a civilized state. We have a constitution that entrenches human rights. There should be nobody who should be killed simply because he has demonstrated. If there is an offense committed during that demonstration, those ones should be charged in court. That's what should be done. Not anybody just being shot and killed or even maimed without due process. Tukiachana na taarifa hiyo, kama una habari kwamba chama cha ODM, Orange Democratic Movement, kilianza takriban miaka 20 ambayo imekwisha na kimekuwa dhabiti na uongozini kwa hiyo miaka yote. Ina maana kwamba kina wabunge, wawakilishi wadi, magavana, maseneta na viongozi wa ngazi tofauti. Leo wameamua kwamba watasherehekea miaka 20 ya mamlaka, na hafla hiyo imepelekwa katika kaunti ya Busia kwa sababu Busia ndio imeandikisha wanachama wengi zaidi. Viongozi ambao walihudhuria hafla hiyo ni ikiwemo kinara wao Raila Odinga ambaye pia amezungumza, viongozi tofauti, magavana tofauti, gavana wa Mombasa Abdul Swamad Sharif, gavana wa Homa Bay Gladys Wanga, gavana wa Kisii ambaye ni Simba Porarati, gavana wa Kisumu Professor Anyang' Nyong'o, gavana wa Kakamega Barnabas Barasa, gavana wa Busia na magavana wengine na viongozi wengine pia walihudhuria hafla hiyo. Sasa baba amerudi. Tumerudi. Shukran sana. Sasa leo tunasherehekea miaka 20 ya chama chetu cha ODM. Nataka mkumbushe vijana, mkumbuke miaka 20 iliyopita
tulikiwa katika hali mbaya katika taifa letu. Tulikuwa kule Bomas of Kenya, ngajuu ya mambo ya katiba. Majamaa walikataa ile katiba mzuri ya Bomas, wakabadilisha hiyo katiba, wakachafua. Kule Bomas waliua yule kijana yetu ambaye alikuwa anasimamia mambo ya ugatuzi, anaitwa Dr. Odhiambo Mbai. Waliingia kwa boma yake mchana, wakakuta kama yeye yako na watoto yake, wakampiga risasi, wakamuua. Naelewa vizuri. Baadaye wakabadilisha hiyo katiba ile ya Bomas, wakaleta ile katiba mbovu ya Kilifi, tukakataa. Wakapeleka kwa bunge, wakapitisha. Tukasema tunaenda kwa ile mahakama ya wananchi. Tukakaja kwa mambo ya referendum, kule maoni. Wakatoa alama mbili, ndizi na chungwa. Ndizi na wale ambao wako nasema ndio ndizi, wale ambao wanakuwa la chungwa, sio? Sisi tukawa wanachungwa. Kwa sababu tulipokuwa katika mkutano kule Kisumu, tukasema hii chungwa itakuwa sasa ni alama yetu na itakuwa ni chama chetu. Tukaanza Orange Democratic Movement, OD. Na naibu rais Profesa Kithure Kindiki amejitokeza na kusema kwamba yeye ashindani na mtu yeyote katika ubabe wa eneo la Mlima Kenya. Kindiki amesema kwamba yeye ni naibu rais na kazi yake ni kuwafanyia Wakenya kazi, bali si kubishana na kupigana na kushindana na mtu yeyote kuhusu ubabe wa eneo la Mlima Kenya ama eneo lolote nchini Kenya. Hii ni baada ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kusema kwamba naibu rais Kithure Kindiki anapea watu pesa ili kumsikiliza wakati ambapo ameitana mkutano katika makazi yake rasmi eneo la Karen. Kuna watu wanasema sijui fulani hataki kwenda nyumbani, fulani hataki kuonekana nyumbani. They should know we are very proud members of this community and we are very proud Kenyans at the same time. So wale walikuwa wanaongea wakiwa mbali wakiuliza siku ile nitaenda nyumbani, it is coming soon and they will be shocked kwa sababu tutajaa kujaa and the whole country will come and be with us because this position I hold today is not a position for a particular county or a particular region. This is a position for Kenya. Wakati huo pia Rais William Samoei Ruto ambaye amekita kambi eneo la pwani ya Kenya amesema kwamba wapinzani wake hawana ajenda ya Wakenya ama kile ambacho watawafanyia Wakenya, bali ajenda yao ni kumtoa Rais Ruto mwaka wa 2027. Ruto amewasuta hao akisema kwamba hawana maono yoyote kwa Wakenya na kusema kwamba yeye ataendelea kufanya kazi bila kujali yale ambayo wanazungumza. Siku moja baada ya Martha Karua kuzindua chama chake cha People's Liberation Party, ambao hafla ambayo ilifanyika pale Nairobi na ilihudhuriwa na viongozi wa upinzani ikiwemo aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa na mwakilishi wa Fred Matiang'i. Ambayo iko hapa sasa ni kung'ang'ana na kutengeneza hii barabara. Tumekubaliana? Ndio tuhakikishe ya kwamba mambo ya usafiri katika kaunti zetu ni ya rahisi, tuweze kusukuma mambo ya usafiri sawasawa, tuhakikishe ya kwamba wananchi wanaweza kufikisha mazao yao sokoni na vile vile tuzalishe uchumi, tuondoe umaskini, Kenya isonge mbele. Na katika taarifa za kimataifa ni kwamba mkuu wa mashtaka katika mahakama ya ICC International Criminal Court amekamilisha ziara yake katika nchi ile ya Kongo. Hii ni baada ya vita kuwa katika nchi hiyo kwa muda sasa, na nchi tofauti zimeletwa ndani katika vita hivyo, kiwa nchi ya Rwanda, Uganda, Kenya na Afrika Kusini. Mkuu huyo wa mashtaka ambaye ni Karim Khan amesema kwamba wale ambao wamehusika katika mauaji mbalimbali na kuumiza watu, amesema kwamba watawajibishwa. Huyo mkuu amesema kwamba mashtaka itaanzishwa hivi karibuni.
The situation, particularly in the east, is acute. Nous savons que la situation, particulièrement à l'est, est très inquiétante. Hundreds of people are reportedly dead. The law must be seen to be effective. La loi doit être effective. All individuals must comply with the Rome Statute. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Nobody can attack civilians. Personne ne peut attaquer les civils, hurt people, blesser les gens, kill people, tuer les gens. And this is a moment where we will see if international criminal law can withstand the demands that the people of the Democratic Republic of Congo insist upon. Taarifa za biashara Ruth Nyanchama ameziandaa na atakupasha. Mimi ni Videlis Moshoge. Na katika biashara ni kwamba kampuni za kibinafsi zinazoendesha jukwaa la serikali la eCitizen zimeweka mfukoni bilioni 1.45 katika mwaka ulioisha wa 2024. Lakini hata hivyo maelezo kuhusiana na utendakazi wao na wamiliki wanaofaidika haujaelezwa kwa wazi. Na kulingana na mkurugenzi mkuu wa hesabu, kampuni hizo zilishughulikia shughuli zaidi ya milioni 11 zikichukua milioni 591.9 kutoka kwa ada ya 50 ya kushawishi na vile milioni 857 kudumisha mfumo wa eCitizen. Na katika habari nyingine ni kwamba waziri wa fedha John Mbadi amesema kwamba hazina ya kitaifa haitatoa bilioni 64 ambazo ni fedha za masomo ambazo hazijatolewa kwa muda sasa. Kulingana na Mbadi ni kwamba kuna kipengele cha bajeti kinachosema kwamba pesa zilipwe baada ya kutenga na zikutolewa, huku walimu wakuu wakilalama kwamba kutotolewa kwa pesa hizo basi zimeathiri kuendesha mashule na vile kuweka shule katika madeni mengi. Nikomee hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.